Watu wangu hapa wanawaambia nchi yetu ya Kenya kwa sasa kuna mabadiliko makubwa, na sio tu nchini bali hata nje ya nchi. Kwa sasa ni video ambayo imekuwa ikimake headlines pale katika mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya wanawake ambao wanafanya kazi kule nchini Saudi Arabia, katika nchi ya Uarabu kule, ambapo wamekuwa wakifanya kazi za mikono na kazi za nyumbani. Mabinti wetu ambao wamekuwa kule kwa muda mrefu, there is a very big Kenyan community iliyopo kule nchini Saudi Arabia. Hapo jana wameweza kustage protest ama kuweza kuandamana katika ubalozi wa nchi ya Kenya kule nchini Saudi Arabia, pale wakiomba mabadiliko yafanyike. Maana tukikaa kimya, ni mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea, so kwa mabinti wetu ambao wanafanya kazi kule nchini Saudi Arabia. Many of them wanafanya kazi in very unfavorable conditions, ambapo wadosi wao, mabinti wetu wengi uweza kuiaga dunia kule under unclear circumstances, lakini serikali ya Jamhuri ya Kenya kule imetulia kule instead of addressing the issues ambazo zimekuwa zikihusisha mabinti wetu wale ambao wapo kule Saudi Arabia. Aswa balozi wa Kenya nchini Saudi Arabia ni watu ambao they strive so much kuweza ku maintain the diplomatic relationship ambayo ni ya nchi ya Kenya na Saudi Arabia, lakini at what cost, ambapo Wakenya wanaiaga dunia kule kila kukicha. Nao kwa sasa inaonekana katika clip fulani ambayo tumeanza nao video kwetu, wanawake hawa wakiwa wenye ghadhabu sana waliweza kuvandalize a lot of property kule katika mitaa ya Saudi Arabia, claiming that the Kenyan embassy in Saudi Arabia should do what is required of them to protect the people of Kenya that are working in Saudi Arabia. Ajeni niwape a background history kidogo. Katika mataifa mengine ambayo si mataifa ya Kiafrika, raia wa nchi hizi ambapo wanapokwenda kufanya kazi mataifa ya kigeni, hawa watu huwa wanalidwa na watu wao, aswa ubalozi wao uliopo katika mataifa yale. I mean, the people from different countries, in exception of the African continent, when they go to work in other countries, they are protected by their embassies in those countries. I dare say that kama kuna Marekani ambaye anafanya kazi Saudi Arabia, ama kuna mtu wa kutokea UK ambaye anafanya kazi Saudi Arabia, Australia akifanya kazi Saudi Arabia, from other countries working in Saudi Arabia, they are protected by their embassies. Lakini nchi yetu ina watu ambao ni wafidhuli sana, ambao wapo katika vyeo kama vya ubalozi vile. Maana utakuwaje balozi lakini kila siku tunaletewa taarifa ya kwamba Mkenya fulani kauawa kule, Mkenya fulani kafanywa kile kule, Mkenya fulani kadhulumiwa kule, yupo hospitalini. Right now kuna taarifa ya kwamba mtoto mdogo sana ameweza kupotea kule Saudi Arabia katika ubalozi wa Kenya. Ili ndilo liliweza kuwaghadhabisha wanawake wetu kuweza kuamua kukipiga katika embassy ya Saudi Arabia, because how comes young children also are disappearing? Unajua, yes, tunaelewa ile nchi, ile ni nchi ambayo tuseme tu ukweli ina udikteta wake kivyake. Wale ni watu ambao maisha ya watu wanayajali tu ya watu wa kwao, hawajali maisha ya watu wengine kutokea mataifa mengine kama nchi yetu ya Kenya. Aswa mataifa ya Afrika, mabinti wetu wanapokwenda kule mara nyingi wanarudi wakiwa na maumivu, wanarudi wakiwa yani wameumia, wengine wanarudi kwa majeneza, which is something that shouldn't be happening in the modern world that we are in. Maana taifa letu ni taifa ambalo democracy is something that we value most. Nchi ya Saudi Arabia ni watu ambao wanajiweza, lakini nidhamu ya watu hawa ni nidhamu ambayo ni potovu sana. Maana kule mabinti wetu wanafanyiwa unyama, lakini mwisho wa siku wale ambao wanawafanyia unyama wanawafukuza, then wanaleta mabinti wengine, alafu wanaendelea tu na ile circle ya violence. Sijui tunaelewana? Lakini mkiona mabinti wetu wameamua kukipiga, ni eti wamechoshwa na hizi tabia. Na acheni niwaambie, Kenya sio tu hapa nchini ambapo maandamano yalipo, sio tu hapa nchini ambapo revolution inaanza. Wacheni niwakumbushe, mtu anaitwa Mkenya usimchezee. Aswa watu wa kwetu usiwachezee, maana wakiamua wanaitaka haki yao, hata kwa kufa wataipata.
hata kwa kufa ataipata. Unaambiwa Mkenya muue na haki umpe, unaambiwa Mgala muue na haki yake umpe, na sisi tunakwambia Mkenya muue haki yake mpe, kwa sababu wakati huu wameweka maisha yao pale in the front line of the battle. Wanasema tuweni, tumalizeni, si ndivyo mnavyotaka? Fanyeni kile ambacho mnakitaka, lakini hatutakufa kwa mikono ya mafidhuli hao. Maana mmefungia wengi wetu kwa manyumba za matajiri hawa, wakifanya kazi huko hawana the conditions, the working conditions there are extremely dangerous. Mpaka watoto wa mabosi wanawadhulumu wa mabinti wetu, na mwisho wa kuwadhulumu wanawaachia hata bila mishahara. So right now it seems a revolt is being formulated in South Africa, not South Africa, in Saudi Arabia. Ila tunajua Mungu atawatangulia watu wetu. Mungu atawatangulia watu wetu. And I shall remind the president and the CS of Foreign Affairs, the cabinet secretary, and also the prime CS Musalia Mudavadi. Masuala ya nchi ya Kenya na Saudi Arabia yanahitaji kuzungumziwa kwa upana. Mabinti wetu wakikwenda kule kufanya kazi, wanakwenda kule kwa ajili ya kutafuta riziki. Hata iwe mmepewa pesa gani na hawa maprince wa kutokea zile nchi, hazitoshi tuwaache wenzetu wafe kule. Mabinti wetu kutokea Kisii, kutokea Mlima Kenya, kutokea Nyanza, kutokea Bungoma. I tell you, the ladies that go to Saudi Arabia are from all over the country. Hawatokei katika jamii moja, wanatokea katika majamii zote nchini Kenya. Ndio maana nakwambia wakiungana wote hivyo, there are a lot of people in Saudi Arabia who have the Kenyan nationality and the Kenyan identity. Ni hayo tu kwa sasa. Tutaendelea kukupasha juu ya yale ambayo yanachipukia katika sehemu tofauti hapa nchini Kenya. Ukumbuke hii ni FM Show KE. Subscribe.